tu inaanzia ulingoni. Enzo anapigwa makonde mazito balaa. Sebastian akamchukua, akamuinua juu, akampiga chini. Kichwa ikawa imepiga eneo fulani baya hivi. Enzo akawa amemkata moto kabisa. Sebastian akawa haamini, refaria akasema huyu mtu kashakufa. Baada ya wiki moja mbele, Sebastian alienda kwenye makaburi ambapo hapo ndo kazikwa Enzo. Leo na mkeo na mamake wakafika pale, wakakasirika, wakampiga makofi, akamwambia ondoka maeneo haya, ondoka kabisa. Ila upande mwingine huku tunawaona hao wahuni wa madawa kulevya wanaitwa Manchu Gang. Wenyewe wanamtafuta Leo, maana baada ya babake Leo kufariki, Leo aliamua kuishi maisha fulani hivi ya kispy, akawa anashirikiana na maafande kuwapa taarifa. Sasa siku hii kaitwa na afande mmoja anaitwa Kenzo. Lakini ile anamfikia afande Kenzo hivi, anachangaa kuna timu ya maafande wengine inamfuata. Leo akachimba, akapanda bike, akasepa zake. Lakini yule mshikaji bwana Sebastian kila siku akilala usiku anaota ndoto ile ya kumuua Enzo ukumbini kwenye uwanja wa masumbwi. Akaamua hii kazi ya kupambana hii bora niachane nayo. Akatafuta kazi nyingine ya kuchimba almasi. Lakini kila kimaliza anapanda bike anarudi nyumbani. Siku hiyo aliporudi nyumbani alishangaa kumkuta Emma, yani mke wa yule Enzo, akiwa ndani kwake anamsubiria. Emma akamwambia mimi sina shida na wewe, nishakusamehe kila kitu, lakini naomba unisaidie issue moja tu. Mwanangu Leo katoroka, yupo Ufaransa kwenye mji wa Marseille. Naomba kumtafute, yupo kwa binamu yake anaitwa Hugo. Basi tena hajakataa. Baada ya wiki moja mbele alienda Ufaransa mji wa Marseille, akafika pale kwenye address ya nyumba alopewa, akakutana na wahuni, wakamuelekeza, akaingia ndani. Ila anaingia ndani hivi anashangaa haoni mtu. Ghafla akabananishwa na inspector mmoja hivi anaitwa Inspector Kenzo. Akamweka chini ya ulinzi pale, basi nakatulia. Kenzo akafanya uchunguzi wake lakini hajapata chochote. Baada ya hapo waliamua kutoka nje, wakaongea na wale wahuni wale. Wakawauliza kwamba mbona hatujamuona mtu yote? Wakamwambia bwana Hugo kapigwa vibaya, yupo hospitalini, Quest Hospital, nendeni mtamuona. Basi nakamwambia Kenzo twende wote. Kenzo akakataa. Upande mwingine huku Manchu Gang wale wazee wa madawa kulevya wana bibi harusi wao leo wamembananisha. Lakini pia wanamtafuta Leo kwa udi na uvumba. Maana kuna mambo fulani hivi Leo anayafahamu mambo ya siri. Basi kule Quest Hospital Kenzo na Sebastian walifika. Sebastian akamwambia Kenzo, mimi mwenyewe nina shida na Leo, naomba tuungane tumtafute. Wakaingia ndani, wakamkuta Hugo ambaye ndo binamu yake na Leo. Hugo akamwambia mimi bwana sijui alipo, lakini ili mumpate ndio kwenye klabu fulani inaitwa Pop Club. Kuna shemeji yake yupo huko, anaweza kawapa direction. Basi Leo anaonekana hapa anachungulia nje jinsi anavyotafutwa, afu mke wake ambaye ndo demu wake anaitwa Fatwa anamfariji. Kesho asubuhi na mapema Kenzo na Bastian walielekea kwenye klabu ya Pop, wakafika pale wakamtafuta demu fulani hivi anaitwa Kauthar. Kauthar akamwambia bwana mimi siwezi kuwasaidia, mimi sijui Leo alipo. Mabounce wakamkamata Bastian, wakaanza kumtwanga pale, wakampiga vibaya, lakini jamaa kutaka shari na mtu akatulia, wakamtoa nje wakamtupa. Jamaa akawaza akasema hapana, inabidi nikapambane ili nihakikishe kwamba nampata huyu logo Leo. Basi akarudi ndani na hasira kama zote. Akaenda kuwatwanga wale mabouncer, akawapa kifinyo cha hatari balaa blue. Wote wakatulia chini, akamfuata yule dem Kauthar akamuuliza kwamba nampataje Leo. Kauthar akatoa address. Usiku bana Kenzo na Bastian waliamua kwenda kutulia kwenye guest fulani hivi. Unajua tena maana wamechoka. Kenzo akamcheki Bastian, akajikuta kuna vitu fulani anaviona kwenye mwili wa Bastian. Kenzo akatoa pombe kali hivi akanywa, alafu akampa Bastian naye akanywa. Hii pombe bwana ilimpandisha midadi. Mwisho siku Kenzo akaona siwezi, akajikuta amemfuata Bastian mwenyewe anaomba apigwe ngede. Mzigo ukachapwa vibaya blue. Upande wa pili huko kwenye kituo cha polisi tunaona wale washikaji wameenda kufungua kesi. Kesho Kenzo na Bastian walienda nyumbani hapo alipo Leo, wakakutana naye, lakini Leo akakasirika akasema mimi simtaki huyu jamaa, aliniulia babangu. Fatwa akamwambia wewe muache tuwasikilize. Wanatoka nje hivi, Manchu Gang wenyewe wanakuja nyuma wanamtafuta Leo kwa udi na uvumba. Bastian akaenda akawatwanga akawamwaga chini, lakini ile kuwapiga kumbe washikaji wapo nyomi, wakaanza kumkimbiza kumfukuza balaa blue. Uzuri akaishia mikononi mwa polisi, wakamuokoa pale. Fatu na Kauthar wakakutana wakakumbatiana, wakawa hapo kituoni. Captain Joe akamuita Kenzo ili aende ofisini, maana Kenzo ana kesi fulani hivi. Leo akamfuata Bastian, akakaa chini akaanza kuyajenga, kumwambia bwana bro naomba unisamee, mimi ni hasira tu zile baada kuniulia babangu nikasirika. Basi akamwambia usijali Leo, hali mambo ya kawaida lakini maisha mapya yaanze. Kenzo akiwa yupo ndani, ghafla Manchu Gang wakavamia kituo cha polisi, maana kuna baadhi ya maafande hapa wenyewe wanafanya kazi na ile gang la kina Manchu. Kikizaazaa kikaanza bwana, silaha zikatembea kwa kwenda mbele, yani ni mwendo wa chuma. Likapigwa risasi, moto ukawaka, kituo kikawa ni majivu hivi. Yani angalia hiyo mwanangu, hiyo ni risasi sio branco ndugu.
Acha kabisa kizaazaa. Lakini basi yani yeye huyu mtanange hautaki. So unajua ni mtu wa Mandondi, anataka ampate bibi harusi yake mmoja amfue makonde mazito kama ya Mandonga Mtukazi. Hata ndugu yangu, hii show iliendelea kwa masaa kadhaa hivi. Mwisho wa siku Bastian na kina Kenzo wakawini hii vita. Ufukweni huku tunamwona Lio na Fatu wamekaa wanakula upepo baridi, kabla ghafla akatokea mamake na Lio pale, wakamfuata, wakampatia, wakafurahia. Maisha yakawa yameenda kwa staili hiyo.